Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ambaye niko amenituma kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anachukia uovu. Mungu hapendi uovu. Na kwa Mungu anatupenda na hapendi uovu. Mungu anatuonya. Tunapobadilika, Mungu anaendelea kutubariki, na tunapokengeuka tutaki kubadilika, Mungu anaturudi. Somo linasema Mungu anachukia uovu. Somo la leo natoka katika kitabu cha Yeremia. Tukianza na Yeremia 7:16. Unasema, basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Je, uone wanapotenda katika miji ya Yuda, yani katika miji uliopo wewe, na katika mji mkuu za Yerusalemu, njia kuu za Yerusalemu, watoto huokota kuni, na baba zao uwasha moto, na wanawake ukanda unga, ili kuwafanyizia mikate Malkia wa mbinguni, na kuwamiminia miungu sadaka za kinywaji, wapate kunikasirisha mimi. Mungu apendi. Hapo unaona baba amehusika, mtoto amehusika, na mama amehusika, wote wakijaribu kufanya ibada kwa masanamu ambaye Mungu apendi, anachukiza sana. Yeremia 7:19 anasema, je, watu hawa wanikasirisha mimi, asema Bwana, hawajikasirishi nafsi zao na kuzitia haya nyuso zao wenyewe? Kwa kufanya hivyo unajitia aibu kwa nyuso zako mwenyewe. Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi, tazama, hasira yangu na ghadhabu yangu zitamwagwa juu ya mahali hapa, juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya miti ya mashamba na juu ya maziwa ya nchi, hayo itateketea isizimike. Wanadamu tunakatazwa kuabudu jua, kuabudu Malkia wa mbinguni, kuabudu mwezi na jeshi lote la mbinguni. Yaani mbinguni anayetakiwa kuabudiwa ni Mungu peke yake, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu anachukizwa na uzinzi, hiana, uongo, kuchongeana na kutotii sauti ya Mungu. Uzinzi kwa wanaume, hata ukimtazama mwanamke kwa kumtamani, tayari umeshazini naye, na Mungu apendi uzinzi. Kwa hiyo utakapoona umemtazama mwanamke kwa kumtamani, ujue umeshazini naye na umeshamchukiza Mungu. Kwa hiyo unatakiwa kutubu hiyo dhambi ya uzinzi, na ukiifanya kabisa umefanya kosa kubwa zaidi ya kutazama na kutamani. Mwanamke ukimtamanisha mwanamke na ukamtamani, ushazini naye. Na mwanamke ukimtamanisha mwanamume ambaye sio mume wako, umemtendesha dhambi ya uzinzi. Biblia inasema, ole wake awakoseshaye mmoja wapo wadogo wao, imempasa kufungwa jiwe la kusagia shingoni mwake, akatupwa baharini. Kwa hiyo bado naona kwamba umemchukiza Mungu, na Mungu anachukia, anachukia kabisa. Maana yake ni kosa na ni machukizo kuwatamanisha wanaume maumbile yenu. Kwa mambo hayo tunayoyafanya, ambayo watu wanayafanya wanaona mambo ya kawaida, lakini yanakuwa yanamchukiza Mungu. Bwana Mungu asema hivi, Yeremia 7:13, naye Bwana asema, ni kwa sababu wameiacha sheria yangu niliyowawekea mbele yao, wala hawakutii sauti yangu, wala kuenenda katika hiyo, ila wameenda katika ushupavu wa mioyo yao wenyewe, na kuandamana na mabaali, yani miungu hiyo, kama walivyofundishwa na baba zao. Kwa kama baba zako wanakufundisha kuabudu miungu mingine,
ambayo si Mungu wa mbinguni, Baba, Mwana na Mtakatifu, maana yake utakuwa usifuatishe hayo. Ukifuatisha hayo ambayo ya miungu, utakuwa umemchukiza Mungu. Na Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: nitawalisha pakanga, naam, watu hawa nitawanywesha maji ya uchungu wayanywe, nami nitawatawanya kati ya mataifa ambao wao hawakuwajua wala baba zao, nami nitatuma upanga nyuma yao hata nitakapowaangamiza kabisa. Kwa hiyo Mungu anakasirika, na hapa anaonyesha hasira zake kwamba tutakapofanya mabaya, Mungu atatuletea uovu wetu machoni kwetu, atatutumia madhara, atatunyesha uchungu, tutateseka. Kwa mateso mengine unaweza kuyapata, kumbe yanatokana na adhabu ya Mungu. Kwa kuwa umemkosea, kwa kuwa tumemkosea, inaweza ikawa inatokana na adhabu ya Mungu. Makosa ambayo tumeyafanya inakuwa ni adhabu. Athari za kumuudhi Mungu, kama nilivyosema kwenye Yeremia 7:9, Bwana Mungu anaweza kumwaga ghadhabu yake, na hiyo inasababisha watu wengi kufa. Mungu akimwaga ghadhabu, hata akileta magonjwa, akileta tatizo lolote, volkano au nini, maana yake amemwaga ghadhabu yake. Mungu inasababisha watu wengi kufa, mpaka kukaweza kukosekana pa kuwazikia. Hiyo ni adhabu ya Mungu. Anakuwa amekasirika, anaona watu hawatubu, wanaendelea kufanya uovu aina yote unaojua, ambao unajua kabisa Mungu haupendi. Mungu anakuona kwa karibu. Yaani unaweza kuona Mungu yuko mbali mbinguni, lakini kumbe Mungu anakuona kwa karibu, kwenye nafsi yako, kwa karibu. Anakuona unavyofikiria, unavyowaza, mpaka unaenda kufanya, yani anaumia. Kwa hiyo ghadhabu yake ikiwaka, akaamua kulipiza athari za kumuudhi Mungu, ghadhabu yake, na hiyo inasababisha, inawaka. Hiyo ghadhabu yake ikiwaka, inasababisha watu wengi kufa, mpaka kunaweza kukosekana pa kuzikia. Hiyo ni adhabu. Ya pili, Mungu anakomesha sauti za furaha na sauti za vicheko msipomsikiliza maelekezo ya Mungu. Mungu anakuelekeza hivi, utaki. Mungu anakuambia acha miungu, utaki. Mungu anakuambia usiwatamanishe wanaume, utaki. Mungu anakuambia acha uzinzi, utaki. Mungu anakuambia acha uongo, acha iana, utaki. Unamwambia jirani yako kuna amani, kumbe unaenda kinyume naye. Haya Mungu hayapendi. Kwa hiyo yeye Bwana anamwaga ghadhabu yake. Kimwaga ghadhabu yake, watu wanakufa, na pia anakomesha sauti za furaha na za vicheko msiposikiliza sauti yake. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: nitawalisha pakanga, naam, watu hawa nitawanywesha maji ya uchungu wayanywe, nami nitawatawanya kati ya mataifa. Hizo ni adhabu. Nakuta mnakimbia, mnaenda mnakuwa wakimbizi. Hiyo ni adhabu ambao wao hawakuyajua wala baba zao, nami nitatuma upanga nyuma yao hata nitakapoangamiza kabisa. Hizo ni hasira. Mungu amekasirika. Lakini Mungu amekasirika kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokusikiliza neno lake, na kwa sababu ya kutokutii maagizo yake. Anasema, anatumia watu wengi, anafundisha, unasikia maonyo ya Mungu, utaki kufanya. Na wengine kabisa wanaamua hamtaki tena Mungu, wanafanya kabisa uovu kwamba wao ndio wa shetani, wakati shetani hakuwaumba, aliyewaumba ni Mungu. Haya ni machukizo. Kama Sodoma na Gomora walichoma moto kwa sababu gani? Walikuwa wanafanya mambo mabaya, na walizoelea, wakafika hatua wakajiona wao ni kama vishetani, na wamekubaliana kuishi kama vishetani. Lakini mwisho wa siku Mungu aliyewaumba aliwachoma moto. Kwani huo moto hawakuungua? Waliungua. Pamoja na kwamba wao walijiona wanaweza sana kufanya mambo maovu, lakini kumbe walikuwa hawezi kuzuia moto unaotoka mbinguni. Waliungua wakafa. Kwa hata sisi tujiangalie kwa maovu tunayoyafanya. Tunamchukiza Mungu. Mungu keta ghadhabu yake, sio kwamba atakuja kuchapa kiboko cha kawaida. Viboko vyake ni adhabu kama hizo, magonjwa, mavolkeno, matatizo makubwa ambao wewe huwezi kuyazuia kwa nguvu zako.